Basi Aisha mkopo. Mkopo kasomesha mwanaume. Amekopa. Sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja na yule mama. Kama usipoenda kumomba msamaha kitakulamba. Nasemaje? Mswahili na leo nimeamua kusema siku ya kusema nisije kusemwa na mwenye kusema, na leo siku ya kusema nasema kwamba kijana umetutia aibu sisi wanaume wenzio. Aibu kubwa. Mwanaume bwaku unaongea. Lakini kabla hatujaendelea Mswahili na tuna wadhamini wetu ambao ni Airtel. Hao ndio wadhamini wetu jamani. Unapata hizi lauta ndogo kwa shilingi 50,000 ambazo unatembea nayo mfukoni. Kila GB moja ni 1,000, maana yake GB 10 ni 10,000, GB 20 ni 20,000. Jamani, usikubali kutapeliwa. Chukua hii lauta popote tunakuletea. Popote. Sisi wenyewe tunakuletea 0783 91 49 30. Haya twende kazi jamani. Hao wadhamini wetu tunaendelea na kazi jamani. Okay, na zile kubwa kabisa za unlimited zipo unapewa bure zenyewe. Yani wewe kulipa bando tu. Ukilipia bando jamani mzigo mwelele. Huyu mwanaume bwana, mimi nilichokisikia ni kwamba mwanaume huyu ameishi na huyu dada Kigoma. Ni wa Kigoma mwenzangu huyu dada. Pole dada. Lakini wa Kigoma mbona hatuko hivyo kusomesha mwanaume? Dada, mapendo tena hayo. Asomeshwi. Kama vile mnavyosema mwanamke asomeshwi na mwanaume asomeshwi. Mimi ninapojuaga kwamba wanawake ndo hawasomeshwi, kumbe paka sasa hivi wanaume wanasomeshwa. Pia hawasomeshwi. Tena hakuna firigisi mbaya kama mwanaume kisomesha kijipata. Mwanaume tu mnaweza mkahangaika, mnalala chini kwenye mkeka, mnafanya ni akishajipata tu anamtafuta mzuri, anayemwona mzuri. Wewe tena ulihangaika naye kwenye mkeka na kuona wa nini, wa kazi gani? Sasa huyu dada waliishi Kigoma huko, mwisho wa siku wakahamia huko walikohamia, wakaanza kulea watoto, lakini yule baba akasema mimi mke wangu natamani niende chuo niendeleze elimu yangu, nisome, nitimize ndoto yangu. Unajua sisi wanawake huwa tunaamini nasomewa mimi. Kipindi tunasoma tulikuwa wanaume wanakazana, tunasema nasomewa mimi. Nasomewa. Nasomewa, baadaye majibu unapewa kama yote. Ndiyo. Unajua wanaume wanapendaga kujipendekeza mashuleni. Sana. Anakupa majibu yote. Au mwanamke unaweza usisome ukabahatika ukaolewa na mwanaume aliyesoma. Mashallah. Sasa yule dada akasema mashallah mume wangu kama nataka kwenda kusoma mimi nakusupport. Mwanaume ameenda huko kusoma. Mwanamke akaenda kukopa zile pesa jamani. Pesa amekopa. Kaenda kukopa zile pesa. Pesa amekopa. Za mkopo. Unasema pesa amekopa. Za mkopo. Huo ni mkopo. Naomba mkopo. Shika hapa. Basi Aisha mkopo. Amekopa kasomesha mwanaume. Amekopa. Wewe kijana unatuangalia haya majonzi ambayo ulosababisha kwa huyo bibie, wallahi ipo siku karma itakurudia wewe. Kwa kweli. Haiwezekani mtu anaenda kukopa, wajua mtu kijungojiko, familia zetu za kijungojiko tunazifahamu. Amekopa. Mkopo wa milioni kama 3 amesema. Kwa ajili ya kumsomesha huyo kijana, alafu leo hii akafanikiwa anaenda kubwaja. Baadaye alafu tena kikubwa na watoto nayo kazana wawili. Wale watoto baadaye wakija kukukana wewe baba, wakija kukukataa kwa sababu mama yao ulimtesa, uje kusema umewalisha sumu, kumbe sumu uliipika mwenyewe. Ameikoroga mwenyewe. Yani yeye ndo kaikoroga mwenyewe. Umekunywa. Yani unavyoongea hapo kwenye mitandao unasema yule mwanamke hakunisaidia chochote. Huku mama anasema nilikopa nikamsaidia huko. Watoto wanaona. Watoto watamwamini nani kati ya mama na baba? Yani baba kama wewe mwanaume tunakukalia kooni wewe baba. Tunakukalia kooni hapa. Yani ulichokifanya wallahi hizo milioni 3 umpatie huyo mwanamke, la sivyo utaishi maisha mabaya. Na kama sio kutafuta hizo milioni 3, nenda, anasema mtu mzima akikosea huchutama. Kwa nenda kachutame, nenda uombe msamaha kwa mke wako, kwa mpenzi wako, rudi umombe. Amezaa watoto. Unaongea watoto hao wanakuwa smartphone zipo, watakukuta wewe baba unavyogatuka ukisema kwamba mama yao hajakusaidia kusoma hata kidogo. Anaongea mitandaoni analia, anasema mimi nimemsupport. Anaumia na mapenzi kwa sababu mwanaume amejipata, amemuoa mwanamke msomi mwenzake. Akamwambia hivi, mimi nishapata bwana msomi mwenzangu. Alimchana akamwambia, dada anaumia na mapenzi aliyompenda mume wake kipindi hawana kitu, lakini pia anaumia alikopa mikopo. Mwanaume wewe utafute hizo milioni 3 angalau mrudishie bwana.
Tena sio milioni 3, inabidi arudishe na faida milioni hata 6 kwa sababu yani ukiona huyo mwanamke amesema nimemwachia Mungu. Kaka. Kimekuramba. Yani hapo achunge sana kwa sababu kitakachomkuta huko mbele. Sisi hata kusimulia waja. Wewe mwenyewe kitakachokukuta huko mbele. Na wewe mwanamke huko unatuangalia huko na huyo mwanaume, ongea naye. Cha kwanza mwambie mume wangu acha ongea mitandaoni. Wewe ni mwanamke kama yule aliyeachwa. Tena yule aliyeachwa huenda ni bora kuliko wewe. Ndo maana yake. Tunakuchana. Maki wanawake wengine wakishachukua wanaume ambao wameacha wanawake wa mwanzoni. Wanajiona wao wanajikuta wenyewe ndo wazuri. Matashtiti. Mzuri yule wa kwanza. Mama watoto wawili. Tumekukalia kooni we baba. Sana. Unajua kikubwa ambacho mimi nakizungumza leo hapa. Wanaume, pointi hiyo. Wanaume wale wanawake zetu ambao tumetoka nao chini kule kwenye madongo kule. Sawa? Wakati mwingi ambao tunazungumza sisi hapa tunazungumza, tukifika katika mafanikio wakati wa kuvuna, huwa tunasahau kwamba kuna wale waliotusaidia katika kupalilia na kulima. Wanawake zetu tumetoka nao chini. Mnawaacha kule kwenye mavumbi. Kwa maombi, kwa msaada, anakuombe. Yani mwanamke ambaye umetoka naye kwenye shida. Tena uende huyo mwanamke alikuwa anapiga sana magoti akimwambia mume wake afaulu vizuri. Unakuja kufaulu, unakuja na pale unajua amepata kazi wapi? Benki. Ngoja majambazi waje waibe benki alafu likuangukie. Yani huyu utapata laana kwa huyo mwanamke. Sisi tunakwambia hapa utaona kawaida. Hebu kamombe msamaha. Lazima uende kamombe msamaha ule mwenza wako. Kitu kizito. Analia machozi ya mwanamke ni mabaya. Mabaya kweli kweli. Usikubali mwanamke aliye kwa ajili yako. Mimi nakwambia. Akilia mwanamke kwa ajili yako. Analia kutoka moyoni. Ya utoboi. Kama vile utoboi. Kaka utoboi. Tena hapa kwenye benki penye uangalie usije ukafukuzwa kazi. Sababu mikosi itakuwa mingi. Au kalimbikizwa deni kubwa, ukashaka deni limekuja tu ghafla. Kumbe wewe laana zako. Hela wanakulimbikizia wewe. Laana itakufuata. Naona sasa hivi umenenepa, mashavu yamekutanuka. Kwa sababu mwanamke alikopa pesa akakusomesha. Watu bana wanakiingitiza ni kumchana kumwambia. Tunampa. Mwanamke yule hawezi kukaa mtandaoni anaongea. Hawezekani akazungumza tu. Sio cha kweli. Hata kama kinaweza kisio cha kweli. Wewe unajibu nini mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume alafu pia hauna kaba. Tukubalia kooni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume linakaa katika mtandao kabisa, linaongea eti mimi sikulipiwa ile milioni 3. Alafu kuna watoto wako wako na yule mama. Wewe una akili au bongozozo wewe? Akili au wewe nani umeloga? Hata kama ndio limbwata imekukolea huko ulikoenda kuoa mwanamke mwingine, usingejibu mtandaoni. Hilo neno Biti Kigoma hebu andika hapo. Lipi? Hiyo andika nini limbwata. Inawezekana yule bwana kumbe anachokiongea sio yeye. Hilo nalo neno. Ni yeye yule. Ni yeye. Ukute kumbe watu wameenda hivi. Kunyunyiza. Sio kweli ni yeye. Ni yeye bwana. Yaani mwanaume mwanaume harogwi na limbwata eti aache mke na watoto aitelekeze familia. Hapana, mwanaume anaanza kujiroga mwenyewe. Anaanza yeye mwenyewe kwanza. Mwanaume akiwa amedhamiria kwamba mimi kutoka moyoni kwamba siwezi kutelekeza familia yangu, siwezi kumsaliti mke wangu, siwezi kumsaliti watoto wangu nikawatelekeza nikaenda kuishi na kimada mwingine. Hapana. Yaani mwanaume akishajiwekea hivyo, hata limbwata haigusi. Haishiki. Lakini mwanaume akiwa mimi yule mwanamke bwana nilimuoa bahati mbaya tu bwana. Wakaongeza na limbwata inashika. Sasa limbwata haishiki kwa mtu mwenye imani ya Mungu ya kweli. Hakuna limbwata. Hakuna. Ni yeye mwenyewe na akili zake 2-3. Bwana kikubwa ambacho tunaweza kukuambia wewe kijana, nenda kamombe radhi yule mpenzi wako, mke wako, baka yule ndo mke wako, mama watoto wako kamombe msamaha. Kamombe msamaha, hasa umuombe msamaha, kubali. Kama ni kumwacha, yeye mwenyewe ameshasema hana shida na wewe, isipokuwa nenda kamombe msamaha. Anaumia kwa vitu ambavyo amekufanyia, halafu wewe umemtelekeza na familia na nini na maisha magumu alikuwa akitafuta na kutafutia wewe, akienda kulima vibarua. Mnajuaga chuo kuna mambo mengi. Nitumia 20,000 mke wangu, nitumia na kutumia. Leo hii ukae mtandaoni kaka useme kukusaidia chochote, hata kwa maombi basi. Sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu, na sisi kama kama yule bibi alivyomwachia Mwenyezi Mungu, na sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja na yule mama. Kama usipoenda kumomba msamaha kitakulamba.